Na sisi hatuna, wacha niseme hapa, Kenya saa hizi inaongea kuhusu kutangamana na kukua kitu kimoja. Tunaongea kuhusu BBI, unity of the country. Na Amos wako na Haji ambaye ni masenators wanaketi katika ile committee. Na sisi kama Senate, we are very proud that that committee which did the BBI report did a fantastic job, and our colleagues are sitting there. Ngawaje walisahau vitu 2-3 ya Senate, tumeshawaambia, wanajua what to do. Lakini tunataka kuambiana ukweli. Kama tunaunganisha Kenya ikuwe kitu kimoja, tuketi pamoja na tuongee kama kitu kimoja. Juzi mimi nilisema nitaenda Mombasa kwa mkutano ya BBI ya Mombasa. Nimeona wenzangu wamefanya press conference kama 10 wakisema ukuje namna hii, usikuje namna hii, uvae nguo yenye imekaa namna hii, ukifika hapo utaketi nyuma, ama tusikukataa kuongea au utaongea, na ukiongea tutakupigia kelele. We cannot unite the country by giving conditions that are violent like conditions. We can't. We are lying to ourselves. As a nation, we must be able to first confront the biggest threat to the unity of this country is the politics of deceit. Where someone anakaa na Kalonzo, anamwambia Kalonzo, wewe msupport hii 2017 nitakuachia. Ikifika 2017 anasema hapana, unajua hatukupata, kaa tena kidogo, nitanini ndio tukuone namna hii. If we want to sort the politics of Kenya, we must sort out the deceit that is in our politics. So that when a politician says anything, his word must mean something. Ukiambia watu nitafanya namna hii, ikuwe ni kielelezo kwamba utafanya namna hiyo. Kwa hivyo nataka kuambia nyinyi kutoka Ukambani na kuambia Wakenya wote, mimi ninaenda kesho mkutano Mombasa. Kwa sababu mimi ni Mkenya na sikualikwa kukuja Kenya. Mimi ninaamini ya kwamba maoni ya Wakenya wote yafaa iunganishwe kwa hii mkakato ya BBI ili kwamba kila Mkenya asikie kama yeye ni Mkenya. Na wale wanasema ati Amos wako, nataka ukipata nafasi baadaye ambia hao watu. Kuna fununu. Iko fununu, na unajua mimi sienezi fununu ovyo ovyo, ni ile nimesikia. Iko fununu kwamba kuna ripoti ishamalizwa, kuna bili ishatengenezwa, kuna final constitutional amendment iko tayari. Sisi sasa hizi tunapumbazwa macho, tunaambiwa tu pigieni tu debe, sema tuko BBI, alafu mtu atokezee kitu yenye itaangusha sisi na kila Kalonzo tusifike penye tunaenda. My friend, please just confirm ya kwamba hii process ni ya Mkenya yote na hakuna Wakenya wenye have a better important position than the others. Kwa hayo na machache, mimi nimesema kwa unyenyekevu, mimi sitaki mambo mengi. Father, mimi ni kijana ya Reverend, mimi ni mtu ya AIC. Nilifunzwa kwa Sunday school kwamba nyenyekea. Kesho mimi naenda Mombasa, nikiambiwa kaa nyuma, nitafuata ile Yesu alisema ukae huko nyuma. Alafu kiti ikipatikana mbele usongeshwe, nikiambiwa usiongee nitanyamaza tu, kwa sababu nilifunzwa kwa Biblia kwamba ule mwenye ananyenyekea ndio atakuwa mdosi baadaye. Asanteni sana na Mungu awabariki.